na Yesu Kristo aliyemtuma, huo ndio uzima kwetu, kwa sababu tumeumbwa kwa neno. Kwa hiyo neno linapopungua ndani yetu, tunapunguza kiwango cha uzima ndani yetu, lakini pia kiwango cha kumjua Mungu kinapungua. Kwa hiyo tunaanza kuwa umauti unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lakini ili mtu apokee uponyaji, manake uondoke, sio uponyaji tu ule wa mwili au wa ugonjwa fulani. Ninachozungumzia hapa ni uponyaji kwenye maeneo mbalimbali, kwenye uchumi, kwenye ujenzi, kwenye ndoa, yani eneo lolote lile ambalo kiwango chako cha amani, kiwango chako cha furaha, kiwango chako yani ni kidogo, una hofu na mashaka juu ya jambo lolote, hicho pamoja na magonjwa na kitu chochote kile, kwa sababu Bwana amesema atakayelitia jina la Bwana atapata uponyaji, atapata wokovu, si ndio? Kwa hiyo Mungu atamtoa kwenye maangamizi. Sasa usipojua kama ukilitia jina la Yesu unapata huo uponyaji, huwezi kulitia. Kwa hiyo usipolitia huwezi kupata uponyaji, kwa sababu hutapata ile imani ambayo inahitaji kuvuta nguvu za Mungu ziweze kushughulikia eneo hilo ambalo una shida nalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunahitaji kulijua neno, tunahitaji ili tumjue Mungu, tunahitaji kujua neno lake linasemaje, ambalo ndio Kristo, na hilo neno ndilo linalotujengea msingi wa ufahamu na kupata maarifa ya kutupa kujua hapa tunakanyaga sahihi, hapa hatukanyagi sahihi, hapa tumetoka nje ya njia, hapa tuko kwenye njia. Na tunapokuwa tunajua tupo kwenye njia, ndipo tunapofanikiwa kwenye maeneo yote tunayohitaji, hayo tunayokanyaga kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iwe kwenye ujenzi, iwe kwenye kamati moja moja, iwe kwenye nini, kila kitu kinategemea kiwango cha kumjua Mungu na kukanyaga kwa usahihi sawa sawa na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu ni kioo. Mahali fulani kwenye Zaburi inasema neno lako ni taa miguuni pangu na mwangaza wa njia zangu. Kwa hiyo linakuongozaje? Maana yake linakumulikia kama kioo kwamba huko unakoenda ni gizani, hiki sio cha Mungu, hiki cha Mungu. Kwa hiyo ukingangana kwenda kwenye kisicho cha Mungu, unafanya uasi. Unapofanya uasi ndio ile dhambi ya kule Edeni. Kwa hiyo lazima kuwe na adhabu. Kwa hiyo kila kitu kinaanza kusimama kinyume chako, ili mpaka ufikie mahali utubu, urejee kwenye njia sahihi. Kama utubu, urudi, ule uzima wako unazidi kupungua, mwisho unaangamia, unaweza kufa kiroho mpaka kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na ninapozungumzia kusamehe na uponyaji, ukumbuke kwamba kiini kikubwa cha mambo haya kipo kwenye moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mzizi wa fitina uko kwenye moyo. Tusome mstari wa Mithali sura ya 4 na mstari wa 23 pale. Mstari wa 23. Neno la Bwana pale linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amesema tulinde sana